Hello, nawapenda, tena nawapenda sana. Leo nataka tujifunze kwa habari ya moyo ulioumia. Unaponywaje? Moyo wako ukiwa umeumia unauponyaje? Kwanza kabisa chunguza na ujichunguze. Ni nini kilichofanya moyo wako umie? Ni nani aliyefanya moyo wako ukose amani? Moja, ukishajua, samehe. Kitu cha kwanza, jifunze kusamehe. Ukishasamehe, achilia msamaha kwa imani. Achilia msamaha kabisa, omba, ingia kwenye magoti, achilia msamaha. Achilia msamaha. Ukiachilia msamaha, nguvu ya Mungu inakaa ndani yako. Nguvu ya Mungu inakuwa na wewe. Ukishaachilia msamaha kwanza kwa huyu mtu au kwa hicho kitu, muombe daima. Usimwombee mabaya. Usimwombee kushindwa. Usimwombee afe. Usimwombee ubaya wowote, bali omba neema ya Mungu kwa ajili yake. Omba msamaha wa Mungu kwa ajili yake. Mpende, muombe daima. Usimwombee mabaya. Peleke mbele za Mungu mara kwa mara. Kila unapoingia kwenye Mungu, pale ambapo unashindwa, Mungu, hapa nimeshindwa. Huyu mtu namleta kwako. Bwana, usimhesabie upotovu. Bwana, mbariki. Mungu mlinde. Maana katika Warumi sura ya 12 kuna neno la Mungu linasema kwamba wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Kwa hiyo unapaswa kutii. Kama Mungu amesema bariki, lazima ubariki. Bariki. Hupaswi kumlaani. Na Mungu anasema ipishe ghadhabu ya Mungu, msijilipizie kisasi, bali ipishe ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo unapaswa kumwacha Yesu mwenye nguvu, mwenye uwezo, aliyekufa pale msalabani kwa ajili yako, kwa ajili ya uzima wako na afya yako. Yeye atende. Usibaki na malaumu, usibaki na manunguniko, usibaki ukichukia, bali mpeleke msalabani kwa Yesu. Hicho kitu kipeleke msalabani, wewe Yesu, hapa mimi siwezi. Wewe ndio unayeweza zaidi. Mimi siwezi. Nisaidie kuweza kutoka mahali hapa. Nisaidie niweze kuvuka katika hili kwa maombi. Moyo wako usiwe na uchungu, hasira, naye hata kidogo. Ili moyo wako uwe na furaha, ili moyo wako uwe na amani. Na usiwaze ile baya alilotendea, usiwaze ule uovu aliofanya, usiwaze kile alichokufanyia kibaya, bali wewe muombe mema daima. Ruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Ruhusu mapenzi ya Mungu yatimie. Ruhusu Mungu akafanye kwa wepesi. Yeye ndio mwenye uweza. Ukigafilika, ukiumia, ukimchukia, utateseka wewe. Ndio maana unatakiwa usamehe, uachilie kile kitu, achie huyo mtu kwa sababu yako mwenyewe. Kwa sababu ya maisha yako, ni kwa sababu ya afya ya moyo wako. Ni kwa sababu ya afya yako. Usimwombee mabaya. Mungu anasema ukilaani na utalaaniwa. Mungu akusaidie. Maana nyakati hizi unaona mambo yanayotokea katika ulimwengu huu ni kwamba mtu kahifadhi kinyongo kwenye moyo, mtu kahifadhi chuki, hataki kuachilia, hataki kusamehe, ndio unakuta matukio, mtu kajinyonga, mtu kaua, mtu kapiga. Usipokuwa na kiasi, usipojichunga moyo, unaweza kusababisha hasara kubwa na baadaye ukasema hii ilikuwaje. Chunga hasira. Na Mungu sio hasira isikae na kifuani, ukisema ukaa kifuani mwa mpumbavu. Na usijue lisicho ukiwa na hasira ndani ya moyo wako. Umeamka asubuhi na hasira, jioni na hasira, hamsemi. Ni hatari kwako. Jifunze, jichunguze mwenyewe. Hiki kitu kinaniletea matokeo au kinaniletea hasara. Achana nacho. Kabidhi Yesu kila kinachokuhusu katika maisha yako, ili moyo wako uwe na furaha na amani. Kitu kingine, jifunze kuwa mtu wa maombi. Haijalishi unapita nini, haijalishi umeudhiwa, haijalishi moyo wako una nini. Jifunze kuwa mtu wa maombi kila itwapo leo. Omba. Nenda kwa Mungu. Kutana na Mungu katika maombi. Maana maombi ni kukutana na Mungu. Unaongea na Mungu kama unavyoongea na mtu. Ongea naye Mungu. Anakusikia. Ili jisamehe. Usibaki ndani ya moyo wako na uchungu, jisamehe. Jisamehe mwenyewe, msamehe Mungu. Ili uwe na moyo wako uwe na amani. Usijilipizie kisasi. Waombeeni wa maadui zenu. Ombea wala usilaani. Bariki. Bariki tu. Muombe kila wakati, mpeleke kwa Mungu.
au peleka kitu kinachokuumiza kwa Mungu. Pia jifunze kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Soma neno, soma neno, soma neno. Maandiko soma, yajae moyoni mwako. Ukilijua neno, umemjua Mungu. Na Mungu amesema wabariki wanaowaudhi, inabidi umtii Mungu kwamba anakuwa nibariki, kumbe mtu anayeniudhi usimlaani. Mkumbuka kwamba Mungu alimwambia Ibrahim kwamba anayekulaani nitamlaani, na anayekubariki nitambariki. Na unapolaani, unapochukia watu, baya hautaondoka kwenye familia yako, baya hautaondoka nyumbani kwako. Kwa jifunze kujua kwamba kumbe ninapomchukia mtu sio unaendelea kuongeza uchungu ndani yako, huzuni na kuumiza. Ndiyo, kubaliana na hali. Yesu kwani alikosea? Yesu alifanya kosa? Mbona Yesu alisamehe? Msamaha ndio tiketi. Beba tiketi yako ili moyo wako uwe na amani. Makorokocho mengine yote kwenye mwili, kwenye moyo yaondoe. Amini moyoni kwamba umepona. Amini moyoni kwamba umeshaachilia. Neno la Mungu ni kwamba unaposema na Mungu ni upanga. Na neno la Mungu likija linakata. Linaondoa ile hali. Linaondoa kwa uwepo wa nguvu za Mungu. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Amani ya moyo wako. Linda sana moyo. Linda sana moyo wako. Umekosea, omba, toba, samehe. Samehe na Mungu. Maana wengine wanamchukia Mungu kweli. Namwomba Mungu anijibu. Namwomba Yesu anijibu. Msamehe Mungu. Samehe Mungu kweli Mungu. Nilikuchukia Mungu na kusamehe. Achilie kwa Mungu. Yeye ndiye anakujua kuliko hata wewe mwenyewe unavyojijua. Yeye ndiye anajua hicho kinachokuchukiza kuliko wewe unavyojua. Kwa hiyo achilia ili matukio ya ndani yako, hali zinazotokea ziachiliwe. Mungu akupe neema ya kuweza kusimama na kutenda yale ambayo yale kusudi lake. Usiogope, usikate tamaa, usijihukumu, jipe moyo, jithamini, jipende, jitunze, jiheshimu. Utafika mbali. Usiogope, omba Mungu akupe kusudi lake, ufanye ile mapenzi yake. Usijilaumu kwa iliyotokea, usijilaumu, umefanyaje kilichotokea, usijilaumu.